Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye somo la siku ya leo lenye mada hali ya wafu. Na kabla tuanze somo letu na tuombe. Baba mtakatifu uliye mbinguni, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Ni asante kwa sababu umeona ni vyema sisi kama wanadamu tuweze kukutana kwa minajili ya kujifunza neno lako. Ni asante kwa sababu utatusaidia kufanya maamuzi bora kufuata neno lako. Ni kwa Yesu tumeona atakuamini. Amen. Swala la hali ya wafu ni swala nyeti sana, na ni swala ambalo limezua mjadala mkali katika ulimwengu wa kidini wa sasa. Lakini maswali mengi yanaibuka kwa sababu tumekataa kama wanadamu kufuata neno la Mungu. Sasa mimi, mpenzi mtazamaji, nitakuelekeza katika maandiko matakatifu ya Biblia, ndipo tuweze kuelewa Biblia inazungumziaje kuhusu hii mada. Na kabla tuanze hii mada, kwanza lazima tujue Mungu alimuumba mwanadamu kwa njia gani. Katika Mwanzo 2:7 Mungu alitumia material mbili. Material ya kwanza alitumia kitu tunaita mavumbi ya udongo. Material ya pili Mungu akatumia pumzi yake mwenyewe. Ni hivyo Mungu akaumba kinyago kupitia kwa mavumbi, akakipulizia kile kinyago pumzi ya uhai, na kile kinyago ndani yake ama kile kinyago kikakuwa nafsi hai. Na sasa mtu anapokufa ni nini kinachofanyika? Kinachofanyika ni kwamba lazima tuondoe mojawapo ya material ambayo Mungu aliyoiweka. Ni material gani Mungu aliyoiweka? Ni mavumbi aliyoyatumia, pili akatumia pumzi yake ya uhai. Ndipo huyu mtu asiwe hai, ni kweli kabisa lazima tuondoe hii pumzi ya uhai. Na tutakapoondoa pumzi ya uhai, huyu mtu tena hatakuwa nafsi, ila atakuwa kinyago. Na hivyo ndivyo mafundisho ya Biblia yalivyo. Sasa ni nini kinachofanyika mtu anapokufa? Ukisoma katika kitabu cha Mhubiri 12 fungu la 7, Biblia inasema ya kwamba mavumbi yatarudi kwenye udongo, na roho ambayo ni pumzi ya Mungu itamrudia mwenyewe ambaye ni muumbaji Mungu. Kwa hivyo ni pumzi, ni kutenganisha pumzi na mavumbi, ndipo tunapata mtu anakufa. Na katika kitabu cha Ezekieli 18 fungu la 3 hadi la 4, Biblia inasema ya kwamba Mungu anaapa akisema ya kwamba vile anavyoishi Bwana wa majeshi asema, kila nafsi iliyo hai ni yake. Kila nafsi ni ya Mungu. Kila nafsi inayopumua ya Mungu. Lakini anasema kila nafsi itendayo dhambi, kufa hakika itakufa. Ndipo mtumishi wa Mungu anasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Na ni kweli. Katika Agano la Kale, hasa Mwanzo, Mungu alipomuumba Adamu na Hawa amekamilisha uumbaji wake, anaweka katika shamba la Edeni. Mungu anawapa agizo, ampa maagizo wanadamu. Anamwambia utakapofanya hivi, kuishi utaishi. Lakini utakapoenda kinyume, kufa hakika utafanya nini? Utakufa. Na kupitia kwake tunajua historia vizuri. Katika Mwanzo 3 tunagundua ya kwamba mwanadamu, uovu unapomwingilia, mwanadamu analaaniwa kufa kwa sababu ya dhambi aliyoifanya. Je, sasa mtu mfu anajua chochote? Katika kitabu cha Mhubiri 9 fungu lake la 5, Biblia inasema ya kwamba walio hai wanajua watakufa, lakini wafu hawajui chochote. Kwa hivyo Biblia iko wazi kwamba mtu akifa hajui lolote, wala hana mguzano wowote na mwanadamu. Kifo kinafananishwa na usingizi. Kinafananishwa na usingizi. Yesu mwenyewe anafundisha fundisho hilo katika kitabu cha Yohana 11:11 hadi 14. Nakumbuka kisa cha Lazaro. Lazaro alipoiaga dunia, Yesu anawaeleza wanafunzi wake. Anapowaeleza anawaambia ndugu yetu Lazaro amelala. Lakini baadaye wanafunzi wake hawakumuelewa kwa sababu walifikiria ni kulala kwa kawaida. Wakasema wacha alale. Lakini Yesu akasema naenda kumwamsha.
kwa sababu Lazaro amekufa. Ni kweli kabisa, hilo ni kwamba mtu akifa amelala, lakini akifa akiwa amelala katika Kristo. Je, Mungu sasa anawakumbuka waliokufa? Ukisoma kitabu cha Yohana 11 fungu lake la 25, Biblia inasema, Yesu anasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeyote aniaminie hata kufa, na hata kama atakufa ataishi. Kwa hivyo Yesu ndiye ufufuo. Imani yetu yote kama Wakristo tunastahili kuiweka kwake, kwa sababu tunaamini siku moja Yesu atatufufua katika wafu. Na ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike 4:13-16 hadi 18, pia Paulo anatilia mkazo, anasema wanaolala katika Kristo watafufuliwa kwanza. Yaani wanaomtumaini Mungu watafufuliwa. Kwa hivyo ufufuo ni jambo la imani, ni jambo la tumaini katika maisha ya Mkristo, na tunastahili kuweka imani hiyo kwake, kwamba siku moja wenzetu waliolala tutawaona. Najua siku moja utamwona mpenzi wako, utamwona mama yako, utamwona mtoto wako, waliokutangulia kabla ya wewe uliye hai sasa. Sasa je, ni kweli sisi hatufi? Je, nafsi yetu ni kweli haifi kulingana na Biblia? Ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:15 na 16, Biblia inafundisha katika lugha ya Kizungu inasema God alone is immortal. Mungu mwenyewe ndiye hafi. Mungu ni wa milele. Mungu anaishi. Mungu hata kufa. Mungu hata sinzia. Mungu hatabaki kuwa Mungu milele zote. Mungu hata kufa. Na ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:51 hadi 53, Biblia inafundisha kwamba, nasema hivi katika lugha ya Kizungu inasema, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Kwa hivyo anachokifundisha Mtume Paulo ni kwamba miili yetu haitaenda mbinguni vile ilivyo, ila tutabadilishiwa, tutapewa miili ambayo haitakufa, kwa sababu mwili tulio nayo ni mwili wa dhambi, na mwili wa dhambi kufa hakika utakufa. Ukisoma Timotheo wa pili 1 fungu lake la 10, pia Biblia inasema destroy death and brought life and immortality to light through the gospel. Yaani nasema ya kwamba kifo ama mauti yataharibiwa na maisha yataletwa ya milele. Mwanga wa maisha utaonekana kupitia kwa Injili. Ndivyo tunapohubiri, tunawaambia watu ya kwamba Bwana anawapenda. Tunawaambia watu ya kwamba Mungu wetu ni wa uzima, ndiye anayepeana maisha. Kwa hivyo sisi wanadamu hatuna uwezo wowote. Sasa tunastahili kuwa namna gani wenzetu wanapoiaga? Kicha kwanza, katika Isaya 6 fungu la 8 mstari wake wa 19, Biblia inasema, when men tell you to consult medium and spiritists who whisper and a muter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living? Kuna watu ambao mwenzao akifa huwa wanamconsult, muuliza, vipi mambo yaendelee vizuri? Vipi mke wangu hajifungui watoto wa kiume? Vipi maisha yangu ninahangaika tu? Sasa wanauliza wafu. Mungu anasema anachukizwa na mambo kama hayo. Na hivyo wapenzi,
tunastahili kuepukana na mambo kama haya. Kufikia sasa, kulingana na mafundisho ambayo tumeyapokea katika Biblia, ni wazi kabisa mtu akifa hajui lolote. Pili, ni wazi kabisa mtu akifa hana mguzano wowote, hana uhusiano wowote na mwanadamu. Sehemu ya tatu, ni wazi kabisa kwamba mtu akifa ni pumzi inayomrudia mwenyewe. Kwa hivyo mavumbi yanabaki kuwa mavumbi, na mavumbi hayana uwezo wa kuona, na nafsi inaundwa kwa mavumbi na pumzi ya Mungu. Kwa hivyo mafundisho haya mengi tunayoyasikia ni mafundisho ya Shetani, wala si mafundisho ya Mungu. Mpenzi mtazamaji, usidanganyike, fanya maamuzi yaliyo bora, na Mungu wetu akubariki katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amina. Tuombe. Mtakatifu Mungu uliye mbinguni, ni asante kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya mafundisho ambayo tumeweza kujifundisha. Tunaomba ya kwamba Mungu tusaidie kufanya sasa maamuzi, kwa sababu tumegundua ya kwamba mtu akifa hana uhusiano wowote na walio hai. Ni asante kwa sababu Mungu utatusaidia kufanya maamuzi. Ni kwa Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Mpenzi mtazamaji, iwapo utakuwa na swali, tukutane katika comment section. Kumbuka kunifuatilia katika YouTube channel, Facebook, pia katika TikTok. Mungu akubariki sana.